experience yangu pia hiyo bam nilikuwa naingoja sana. The most part I was waiting for kwa hiyo jani yote, hata maybe hata si mtoto. Okay, mtoto was the end game. Yeah. But for me ilikuwa hiyo bam. Na yeye kukick. Mtu wangu have videos. Niko na video nitawapostia. Hata I think nimepost on my TikTok. Nilikuwa naongelesha huyo mtoto, alikuwa anisikiza hiyo time. Naambia kick for daddy. Naona kuchu. Alikuwa anisikiza because ulikuwa unaambia ukisikia kupupu usipupu, don't push. So me was like, hey, nena naambia daktari hapana. Hii mali imefika. Hii nikikosa hadi kupush itatoka tu yenyewe. How are you? Yes, it's the Moredis family here again with another video. Yes, na leo tunafanya video nini bibi? So today leo tunaongelea about our pregnancy journey. The pregnancy experience. How was it? Safari ya Mjunior. Ujauzito. Ujauzito. It was a journey. It's a whole conversation. Pregnancy journey. Yeah, I think it's a journey and it's a whole conversation and it's a very interesting conversation, guys. So make sure you're there. Stay tuned to the last part of this video and subscribe if you have not subscribed to our channel for more videos. We'll be posting a lot of videos, a lot of interesting contents. Make sure uko pale. Tusema the Moredis family is just not a family, it's a whole community. Okay? Na nasikia kama our junior problem has already started interfering with our content creation journey. Anyway. Yeah, so we had to pause for her. She likes attention. Huyu. Mwenye ana feed. Yes, anyway. Hakuna kitu stop us from telling you guys about hii safari. Trust me. Tuko hapa. Tunawaambia by fire by force. So, first of all, babe, when we knew we were pregnant, when you knew that we were pregnant, because for me I didn't know, it is you told me. What was your reaction? How did you feel? For me, me actually, I never felt anything. Where's God in there? Well, I didn't feel anything. You feel anything? Why? How? Like fear. Feel happiness. Okay, nilikuwa tu hapo. I was just there because first of all, nilikuja nika realize and then niko like, hey, kitu happen. And for me, like there was no going back. Okay, happen. Hakuna kutoa. So for me, the only way forward ni kulea. Okay. Mimi reaction yangu when I was told that we are pregnant. First of all, nilikuwa na wageni kwa nyumba maboys wangu. So niliambia babe, we need to talk. We need to talk. Akatoka nje, nikamfuata, akaketi hapo. So alikuwa anakaa mtu mwenye karibu kulia. Ali akanitolea. You need to talk. Haiko kwa simu. Haiko kwa simu. Yeye alikuwa live. Na hii ilikuwa dangerous. So akanitolea hiyo test kit. Ulikuwa unafanya mbili? Ilikuwa moja. Moja, hiyo moja. Alafu akatest, akanipatia nikaona, nikaona mazee imeandika zile ni mbili. Nikajua hapa kimeumana. Sema kimeumana. So anyway, for me I was very happy actually. Mimi nilikuwa very excited, but for her nilikuwa naona ni kama hayuko sawa. So nikamuuliza, what do you feel? What's your take first? Unataka aje? And that's why she said there's no other option. We are keeping this baby. Mind you, alikuwa shule hiyo time. So that was the fear for her. No, that was not the fear for me. Alikuwa anashtuka juko shule? Nilikuwa ananishtua ni wenye nitaambia wazazi. Yeye nilikuwa ndani. Sina juko shule? No. Because first of all, nimetoka from a very family. Tulikuwa na stress tu ni what am I going to tell my parents? Kitu tu ilikuwa ili click tu kwa akili.
after tu nimejua niko na ball, hiyo ndio fear pekee yake nilikuwa nayo, because mamangu ananiambianga kuna venye nakwanga don't care. So for me, if anything happens, kaisha happen. There is nothing I can do to change it. Okay. So kaisha happen. So kitu ilikuwa inanipea stress ni what am I going to tell my father and my mother? Au bora nashtuka kama mimi na jina yangu ya Kimasai inaitwa aje na Kimasai ile Rionka. Naweza ruka hiyo ball mbaya sana. Sasa hadi ukiruka sasa tutafanya aje na isha happen. Na si ati nitatoa anyway. But for me and jumping mimi sikuwa fan kuruka vitu. So I was excited for me. I felt like I really nilikuwa okay, anawaambia I had a lot of baby fever. Hata kwa Instagram ads zetu ama reels. Nimemtumia reels za toto. Nyingi sana. Sasa badala kujump mimba ulijump into. Mimi nilijump in the process ya hiyo kazi. Nikajua hapa lazima tusikie vizuri. Anyway, lazima tusikie vizuri. Tutatuambia kazi hiyo unasikia vizuri. But siko najua vile kutaenda. And that's why you should stay until the end of this video because uko mbele mtu wangu, it was not easy. So, after hapo by the what happened is we agreed tukasema we chill. And who was the first person you told? My brother. My big brother. Why? So this is what happened. So after nimeshaambia babe, nikaenda nikakaa hivi chini. Nikafeel mtu unaweza ambia for now mwenye anaweza nipea comfort ni my big brother. So me I just texted him nikamwambia kuna venye kuko nini, akaniambia you don't worry, isha happen na umefanya vizuri kuniambia, na first of all umefanya vizuri kutoa, so kaa hautoi it's okay, but sasa akaniambia nita confirm, akaniambia uko sure, nikamwambia nimepima but mimi nataka ku confirm kusi. So akaniambia okay, ukiconfirm ujue iko utaniambia, but akaniambia just do what, come home. Kuja home uambie kina dad na mama hakuna kitu watakufanyia, si ati watakufukuza or anything. So your time in that period before my babangu na mamangu walikuwa wameshaona TikTok page yetu. By the way. Before sasa nije tuko na ball. So mom na dad walikuwa wameona TikTok page yetu. Hawako wanajua anything. So after wameona wanashinda kuniuliza so what happened? My brother alinicall akaniuliza nini. Brother wangu mdogo ndo alinitext kaniambia mom na dad waliona TikTok page. So brother wangu mkubwa kaniambia mom na dad hawajui anything. But sasa huyu mdogo ashaniambia what has happened. Ananiambia mom na dad wanajua. So we go like mimi naogopa kwenda home sasa because mimi fear yangu kubwa ilikuwa watasemaje, unaelewa, about the whole thing. Yes, mimi na yeye tuko in consent, tuko in love, but unajua wazazi lazima of course lazima watatry ku look out for their daughter. Alikuwa Kampala, alikuwa jamaliza that time, but by now she's a certified accountant, ashamaliza. So guys, kutoka hapo what happened? After umeambia brother yako ukaenda home? Sikuenda home immediately. Nilikuwa first of all nilikuwa naogopa because hiyo ni akina dad na mom first of all ameona TikTok page. Alafu to add it was I am pregnant. So nilikuwa tunajua hapo nikienda kuisha mimi. Hebu fast forward tu vile ulifika home kuambia. So when nilifika first of all hadi sikuambia immediately. Nilienda home Saturday. So Sunday sasa after nini, so kuna hiyo time venye shajua niko na ball, kuna vile appetite imeanza kupotea. So nimepika sapa and then sikuli sapa. Sasa mama ananiuliza why you not eating? Like si feel kama niko na appetite, nitakula tu baadaye. So mom akasema ni sawa. So dada akaniambia na by the way nilikuona kwa bar. Kuna video tulikuwa tumefanya. Sasa hiyo ni TikTok sasa. TikTok tulikuwa at certain place in Java. Yeah, Java. Tumeenda out. But mimi nilikuwa na work that night. Nilikuwa na MC. So she came along. So vile alikuja, it got tricky. Jusa tulirecord and tukapost TikTok. Alafu boom kidogo ikaona watu wengi sana. And then the parents were part of it. Actually, there was a cousin of yours. It was my aunt. Your aunt. Auntie yangu ndo aliona akaambia babu. Na sinimona masi TikTok na kijana fulani. Niko like
So hiyo siku babangu ako like, but then kuna mali nilikona kwa bar. Wacha kwanza niweze kukula and then we talk. And then sabi nilimwambia, hiyo part ya kumwambia. Kumwambia niko na ball. I never told him. After tumeongea, asikumwambia immediately. So after tumeongea story ya bar nini. And then akaniuliza, so what do you do about the story sasa? Juu nimeona uko na kijana unataka kuolewa ama? Nikamwambia hadi before hiyo kuna kitu nataka kuambia. And ako like, okay, niambie. Niko like, we sasa sijui nitaambia aje. And then my father was like, uko mjamzito? I wished I had hiyo part, hiyo time nilikuwa na wish tu ninafaa kusema no, but nibidi tu niseme 2 years. You utasema anyway. Uta find out anyway. But Yeah, so nikasema 2 years. And then my mom was like, well. And then my father was like, si hivyo ndo ulikuwa unataka ama? And then hivyo tu ndo story bila. So hivyo ndo tu alijua. And after that, by the way, they were so caring. Okay. Mi pati yangu haikuwa ngumu. Nimesemanga pati ya kijana haikongi rahisi, haikongi ngumu. Haikuwa ngumu sana. So me I just called first of all nilipigia my sister. Sister yangu ndo niliambia kwanza. Nikamwambia, unajua ni aje? Kuna vile mimi na yule demangu tuko na ka blessing. Kasema wallahi, congrats. Ulimkola ama ulimwambia tukiwa na yeye? Alikuanga around, ulimwambia ile siku fulani kwa alikuwa around time ni bashi yake tulifanya. Si bashi yake, kwa mazishi ya nani? Yeah, my best friend. Okay, so nikaenda nikamwambia hiyo story. Alikuwa na shida huyo, of course reception was good. In fact wanasema nice, hiyo iko fiti. Utamleta home lini? Was pia kuambia it was the same. Everybody was like happy. We know how we have been singing around. Ilikuwa tu sawa. Sasa wadau, here is where the tea begins. Hiyo yote ilikuwa warm up. Mwezi ya kwanza. Well, just the problem is we were not that time hatuko tunaishi pamoja. Could just visit mara moja. Mzazi wake akasema I have to go there. Nilete huyo kijana kwanza. Kuniambia nilete kuambia alete huyo kijana, si akaniambia unafaa kuja home. Mimi nikajipanga nikaenda home kwao. Nilikuwa nimeshtuka but nilienda peke yangu. Nikaenda, it was not even a big thing. Tukiago ukuogopa kama risk. Unajua watu wanaweza fukuzwa mbio. Mimi nikasema tu ni sawa, haina pressure. Acha tuifanye vile imekuja. So nikaenda tukaongea, fast forward it was okay. We did even the 3 events later. Zapanda kwao kuleta wazazi and everything. Reception yao was very warm kwa familia yao and they have been my good friends to date actually. Safari ya ujauzito. Now the interesting part is we are not together through the bigger part of the pregnancy. But bado nilikuwa nakapitia. Huyu mtu alikuwa na mamudu swing wewe. Angeamba hivi afikirie leo kuna vile sijasumbua kijana fulani mahali. Atafuta tu kitu yenye itanisumbua. Hiyo time alafu nilikuwa na work sana out of town. So sometimes inanipata niko nje after a very busy day, unapigiwa simu unaambiwa usiji nasikia kutapika kila saa. Alafu pia for the first trimester it was hard. Wewe huyu alikuwa mtoini kali sumbua sana hiyo time because ulikuwa unapata tunaenda wasipo kwa maji. By the way, we have a lot of videos we recorded but we didn't post because we were not together at the moment. So watu wangeshangaa na hizo video zinachukuliwa wapi? But we used to do it our own way. Lazima tungefind a way to meet up sometimes. Although tulikuwa tumekubaliwa commit but sleepover ilikuwa moja. Remember sleepover tulipoa the last minute. Wazazi walikuwa wamesema sasa Ken akisema anataka kuona Friday, unaweza toka job Friday ukijanga ukae urudi Saturday. Sawa? Hiyo sawa. Maximum ya siku moja. Tunaenda siku moja. Kwa maximum ya siku moja. Siku moja ukirudi. But it was interesting anyway. It was an interesting journey. Hiyo safari ya part yako ya cravings. Ulikuwa na cravings as people say? Nilikuwa na cravia ice cream. Ice cream mostly. Sikumbuki anything else. Nilikuwa na cravia. Mostly ilikuwa ice cream. Yeah, na matoke. Okay, matoke for me it was my go to save food. Then anytime nasikia kutapika, kuna time kwanza hii first trimester nikiwa nasikia tu kutapika, so my mother was telling me like anytime unasikia una feel vibaya, tafuta food yenye una feel
comfortable nayo. Yeah, I'm comfortable with. So hiyo ilikuwa matoke. So matoke ningekuwa naikula. And somehow matoke is my favorite meal. So mimi for me ilikuwa tick. Tunasikia kula matoke si tuende. Unaona, so every time for me si kuteseka na cravings zake because most of them favor. Ice cream mimi si fan. Unasikia kasa hii niko na mafua. That's why I'm drinking this in down, guys. So mi baridi mimi si fan. So tunaona matoke mimi nilikuwa ndani mbaya. So siwezi complain about that. But mimi kwa mfuko guys niliteseka. Mfuko wise. Jaosi. Kuna wasi tulikuwa tunaenda inaitwa Transmerigold. Hiyo hospitali, hiyo Transmerigold haikuwa, it was not easy. It was expensive for me. I feel like it was expensive for me. Because every time we used to go kwa hiyo wasi, singa toka bila kutumia around 4K. Every visit. Na tulienda visit kadhaa mara wanaweka maji. These people what they used to do for me I feel like kuna vile walikuwa na castrate some things. Although sina proof. Na niko na lawyer. Sina proof na niko na lawyer. Just wananga uko na lawyer. Sina proof but niko na lawyer. And I'm not accusing them. I'm just saying what I was thinking at that time. Same kila time lazima ungefanya test. Na hizo test naenda nakataa, naambia daktari, mbona tufanye hiyo test? Alafu tupate tena iko negative. Kwanza walikuwa wanasema hata tukipata hiyo test iko hawezi mtreat at the moment juu ya the pregnancy. Unaona? Huyu ameamua kusumbua na akakataa kabisa kuela mweke hivi. So this is what we are talking about, guys. The result of all this, the result of his story. So hizo test, imagine unaambia huyo daktari mimi sina doya kufanya hizi test. Ati hiyo ziko important, lazima tujue kama ako na hiyo sijui nini hizo vitu nasema. Au ilikuwa H pylori. Lazima tujue kama kuna H pylori. I think ni Alzheimer's was zinakusumbua kwa nini. So wale wanafanya ikwe something big. Na watatibu. Alafu huyu na yeye akazile za sasa mimi sifanye test. Lazima nifanye test. Sasa alikuwa zile za lazima afanye atibiwe like kila warrior first parents I think. So first trimester ikaisha. Tukaenda second trimester haikuwa hectic. That was the calmest that we had. So tukadhani done. Imeisha. Mtu wangu wacha tuingie third karudi fast. Ikakuwa tena ni hectic. Si after so for me I was looking for an hospital time ya delivery. Nilikuwa na hospital yenye ni ya children's pekee. Ina deal na watoto pekee yake. Jakaranda nikaenda nikaguza bei mtu wangu nilisia mkulima mdogo. Mimi at that time I didn't manage the money they were asking for. Plus walikuwa wakubali insurance ya KSHA. Wanataka tu kama Britam. Okay, niko na Britam but Britam is my own for me alone. So wawenga kubali kwa add. Tu experience yangu pia hiyo nilikuwa naingoja sana. The most part I was waiting for kwa hiyo jani yote. Hata maybe hata si mtoto. Okay, mtoto was the end game, yeah. But for me ilikuwa hiyo na yeye kukick. Mtu wangu have videos. Niko na video ndawapostia. Hata I think nimepost on my TikTok. Nilikuwa naongelesha huyo mtoto, alikuwa anisikiza hiyo time. Naambia kick for daddy. Naona kuchu. Alikuwa anisikiza mbaya. Sasa ananisikizanga kidogo. Nikimshika ni vita tunapigana. But she's my little angel. Yes. For me, first trimester, first of all, nilikuwa na exams. Mwisho. Nilikuwa natoka tu exam na kuja kaa nimelala. And then sasa hizo exams si mchezo because CASNEB. Kama ushafanya exam ya CASNEB mtu wangu, unajua. So hizo exams hazikuwa rahisi and then I'm in my first trimester. Alafu ni ile time imeshika sasa. So natoka shule nakuja kwanza first of all kaa nimelala because nimeamka mapema. Alafu hiyo mapema kwanza nilikuwa naomba tu Mungu nikienda exam room kai Mungu tafadhali. Nisisikie kupiku sasa niko in the middle of exam. Alafu ni CASNEB and then unajua huwezi kubaliwa kutoka nje juu hiyo ni exam. Moja nimekuja kujijua sina na lecturer wengi wametoka nje. So yeah, it wasn't that easy, but I managed. Yeah. Mimi nilifika time juu saa tuko nani na amemaliza exam amekuja home. Nikabidi nimeenda huko kwao.
Nikaambia sasa time tulikuwa na wazazi, mimi nilirequest bana nipatiwe mrembo. Nikaa na yeye ndio experience safari yenye mabaki ya that trimester. So for the bigger part of that trimester now, I'm present. For the first one I was present but si fully. Ile ni hapa pale juu pia yuko around. But the third one I was really interested in being in that. The man alikuwa na enjoy hizo ma kicks. Nini pale. Alafu alikuwa anaenda attachment. Alikuwa anaenda attachment mbali Mombasa Road. Na tuko Thika Road mtu wangu. So unaweza imagine Thika Road na Mombasa Road daily. Na ujue ukishapoa mtu it's your responsibility. Lazima aende fare ni wewe. Lazima arudi akule lunch huko na arudi fare akule. So per day for me I used to spend like around almost 500 bucks hapa. Jaba. Kituka 1500 wallahi. Daily. Daily. Hebu piga hesabu nika 45,000 na hiyo time mtu mwenye anatumia pesa hayuko stable vizuri. Sisi ati mtu anaweza kaa bila lunch za huyu hawezi kataa kukula first of all. Na unasikia sana leo akuli hataki kukula hiyo kitu yenye unasema anaikula na ukweli alikuwa anakula anapuke. Unajua mimi mara kwanza nilikuwa nadhani ati ni jaba ati ni story tu za jaba za ati mimi anajaribu ku take advantage. No, she didn't. Alikuwa anakula whatever but mimi hakunisumbua totally. In terms of take advantage, ati yo niko na craving ya lazima ninuse zi petroli. Zaidi socks yako. Hizo zaidi socks yako hiyo. Ati nataka ati mtoto anataka uvae dera. Siku barara hizo mimi I didn't get that. I think next one tutafanya. Nilijua kwanza alikuwa dem na nasikia madem ndio usumbua. Na hakusumbua. So sitaka mchezo. But I think it was really okay for the journey. Sasa mtu wangu ikafika time yenyewe ushaona zile saa unashangaa kwani hatufiki time ya kuzaa. Unaona mshafika 8 months unashangaa kwani hizi 8 months hizi 9 months form. Kumbe unafanya mpaka 10 months. Bado unasema 9 months. Inakuwa at the end of the 9 months. So inakuwa at the end of the 9th month. Okay, ukianza the 10th month. 40 weeks. Sisi saa 40 weeks hapa. Kuna time sistangu alikuja hapa, sistangu pia alikuwa expectant at the moment. Akakuja akakaa na huyu. Alikuwa atembea hapa nje anaambia, "Kwani nyinyi ni mabibi wa mtu mmoja?" Juu alikuwa the same time. And true to the word, they gave birth at the same day. Walai. True. Sistangu na bebo ali give birth the same day, different timing. Huyu alizaliwa asubuhi 4:45 am. Huyu akazaliwa around 2:00 hapo. Mchana. But they started laboring the same time. Walipigana asubuhi. Unasikia aje? Huyu akasema, kuna vile nasikia ni kama tuko karibu kuanza kanungo mtu wangu. So tukaendanga hosi. Huyu aliamka 5 akaanza kufeel ish kuna vyenye. Mimi hiyo time nimekanyaga ka usingizi mbaya. Around 9 akaniambia ilikuanga 8. Akasema mtu wangu kuna vile bado ni kama si rahisi. So uzuri kulikuwa na sister yake alikuwa hapa. Ama ni cousin but tunasema sister yake. Alikuwa hapa so nikamwambia endeni hosi. Mwende mwambie kama ni labor ama ni nini? Ama ni false labor. Alafu mtaniambia mimi niko hapa mimi kama mzee mzima acha ni chill nione matokeo ni gani. Wakaenda wakaambua asha dilate 4 cm. Ilikuwa 2. Sister yako alikuwa 4. 2 okay. So hiyo time asha dilate ilikuwa but hiyo 2 wangu 4 na inafaa kwenda mpaka 10. Hapo kulikuwa na kanungu. Mimi nikaenda later nikawapelekea nguo after ame confirm that ashaanza labor. Pale sasa nilikuwa naingia job na hiyo ndio nilikuwa nimesota. I think vile watu wanasemanga mtoto kuja na sahani yake, there's a way. Not necessarily sahani, but there's a certain grace. Need to work through. That just comes with having a baby in the family. Mungu kuna vile tu come through. Because, okay, although the bills, the hospitality and everything was sorted, me and I resort from day one. Nikampatia, nikamwambia hizo ni za. He was sorted for everything. But sasa, later, do you know ni dates za? Karibu next week ni rent. Juu alizaliwa kwa 30th. Unaona? Next week ni rent bana. Current pia akagongia ati rahisi nikabando. Mambo mingi hujapiga ma shopping. Ni end month so vitu zimeishaisha. So nilikuwa napiga tu sababu ningeenda job. Nikashinda na mabeshto wangu hapo job nikarudi jioni. Nikaenda wasi. The family was there. She has a very supportive family. Wakakuja
tukaomba nini, mimi nikaacha sasa usukani usiku mzima mtu wangu. Kama si kutembea kilomita kama 200, sijui nitembea basi kama 190 hapo. Kumtembeza ndio adilate. Man tulitembea usiku. Alafu anapiga nduru. So alikuwa anaona kama mindo kose ujungu wake ama nini. Juu ni ukweli sio ndio course. Mimi niko hapo kukusaidia but nakaa kama mindo enemy. Natembea hivi nafinywa. Unaona hiyo chungu ikikuja mtu wangu, zile mani nilitoka nazo kwa mkono, makucha unafinywa na hiyo time huwezi fanya anything. Akijaribu ku sustain ile uchungu ya hizo ni contractions. Hizo contractions ziko. Alafu sasa akadilate pole sana 4 cm by jioni. So akahave kufanya nini? Akahave ku induciwa. Alafu yeye alikuwa amefanywa scan. So hii scan ilikuwa inaonyesha anafaa kupata mtoto na delivery. Hata mtoto ako sawa, kila kitu iko sawa, njia inafunguka, everything is fine. But sasa yeye anaanza kuinsist. Babe, waambie mimi nataka CS. Waambie nataka CS. Hadi uchungu. Sasa mimi nashangaa guy. There's a point I fell for that for a minute. Alafu nikagongwa na ikalia 40,000 hapa. Nikajanga 40,000 kidogo guys. Na kwa sawa, acha nipambane na yeye mpaka azijia tembea hata dilate. Yeah, anyway, but it was interesting. Videos go TikTok on the Mredis. You have not watched them. A lot of them they did very well. Mimosa Cottages is a good hospital. Hatujalipo kuimarket, but it's a good hospital. It's where we went and it was worth it. No. Yeah. Katoto kakazaliwa 4:44 a.m. in the morning. And I named my baby Ira. Baby Ira. Ndio hapa Theka product. And we are growing very well. So far so good. Meaje the experience yake? Experience yake labor and everything. How was it? You chungu man. Me all I can say ni the pain was intense. Sasa hiyo kumchuna wewe ulikuwa lini ilikuwa inaranga akili yako? Si, unaona venye sikia uchungu, unatafutanga a release point. So nikimshika hivi, so nikimchuna nikana release uchungu. Mimi ndio nilikuwa release point ya uchungu. Alafu unaniweka sasa uchungu. Unaona release inakuja kwako, but so you're not feeling the real pain. The delivery part, how long did it take? Okay, for me actually I don't know because mimi nilikuwa hapo nje, so I sikuhesabu more than that. What happened niliacha huyo hapo nje. So mimi nikaingia ndani. So mimi nimeingia ndani naenda kuambia daktari, because ulikuwa unaambia ukisikia kupupu usipupu, don't push. So me was like, hey, nenda naambia daktari hapana. Hii mali imefika. Hii nikikosa hadi kupush itatoka tu yenyewe. And then alikuwa like, panda hapo kwa kitanda tufanya nini? Tuone. So huyu nimemwacha huko nje ajui what's happening. So yeye nadhani tu ile kuzunguka yangu. Kidogo naambiwa panda hapo juu. Panda kwa kitanda. Panda kitanda msichana ndo mtoto. Kidogo nikasikia hiyo nduru nisikia yako. Hiyo nilijua tu nikakaa hapo, nilikuwa kwa dirisha na yeye walikataa niingie because kulikuwa na another lady who was giving birth on the opposite side of the room. So I got good privacy. So mimi nikasikia tu, lakini pia wewe unajua alisema aje after ati amekakaa. Umeambia kijana mmoja hapo nje na sweta ya brown nimezaa. Na nasikia sasa naambia nasi ziva at last. Hebu ambia kijana mmoja hapo nje ni nani? Hebu ambia kijana mmoja hapo nje na sweta ya brown. Lazima ni explain. Wewe kijana hapo nje na sweta ya brown mwambie nimezaa. Nashangaa mpaka nashangaa hapo. Hata watu wakacheka hapo nje. Bado upo yake. Mwambie kijana. Mwambie kijana hapo nje. I was shouting. Anyway, but mimi you're waiting. Yako ngoja nipoe mtoto nimshike hivi. Nilingoja. Yeah. Walikaa. What happened? Unajowezi patiwa mtoto kasi kwa hapo first of all because ajui baba yake. Ajui babake ni nani. So mtu anajua ni mimi. Alafu mimi nilikuwa nafaa kushonwa. Ile kukata huko chini nini, so ni lazima nishonwe and then nioge ndio nitoke saa theater vizuri. Si theater, hiyo delivery vizuri. So ni lazima ungoje all that part. So
So that ndio maana that took long because nilikuwa nimeraruka huko ndani and then pia huku nje. So nilikuwa nafaa kushona huko ndani. Hiyo part ya kushona ndio it take long. That's why I wait for that long. Yeah, but it was okay. I got my band of joy. I was very happy. Very, 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 very happy. Na nikaambia Mungu asanti for a safe delivery. We used to pray by the way for a very safe delivery and so God aliansa maombi yetu. Maybe nilikuwa nataka normal. Yeah, by the way for this baby you answered 100%. Because I really wanted a girl. For me. I used to tell her, mimi nataka first born wangu akwe dem. Naona katotoka dem. So nashinda nikiomba naambia Mungu, Mungu haki. Nikazapata tu kadem kama ka first born. Nitakuwa chonjo. Naona? Na nikasema nikipata kadem nitakaita Aira. Katakuwa ka star. Kama Aira star. Mungu akasema say no more. Kidogo ndo huyo nikabarikiwa na kadem, safe delivery, normal delivery. It was good. So every day we thank God and we say thank you for this bundle of joy. And to people out there wenye wako wanataka kuanza hii safari ama wako hii safari, mazee, we know now, we know whatever you go through, eka Mungu mbele, itakuwa sawa. And as I was telling babe, pregnancy kwa madem, muelewa watu wenu by the way. Juu wewe unaona ball ina grow kwa tumbo yako, but the same pregnancy is growing kwa akili za huyo boy. You guys grow, tummy ndio inakuwa kubwa, sisi is the brain. Akili ndio ina. Hiyo pregnancy ina grow kwa akili. So when alikuwa nilikuwa sometimes nilikuwa shaka, kwani unaona kama mimi siko kwa hii safari? Like I'm in this journey fully. I need to know where this kid will stay. I need to know what you will eat. Or si utaenda. I need to take care of every bill. I need to take care of nguo zake. Una get? It is really hectic for men. And if men can hear me, niko sure comment hapo chini kama nimeongea ukweli. Kama nimeongea uongo pia mseme. Hakuna haja ati tudanganyane. And you be there. Msikuwe deadbeat dads. Be present. Kulea ni tamu. For me, experience yangu kulea so far is very sweet. Okay, of course kuna sleepless nights zenye hatukuambiwa kuhusu. Ndio anaamka saa 8 usiku. Akijisikia anataka kucheza. Kama zaidi ndio unaona arujia anataka nini? Sai on. What do you want? Unataka nini? Anashangaa mbona uangalishi uko mbele? Uko na uangalie. Uko utashangaa. Kuja. All right. So, I think tunaweza wenda. Yeah. Na tuambie watu waombe baraka. Also, something else by the way. Kupata ball is not as straightforward as people think. Why? Kupata ball ni rahisi kuisema until uanze kutafuta mtoto. Is when you'll find that si rahisi kupata mtoto. Ni grace ya God. Mungu ndiye anamwanga anakubariki na katoi. Na nyamaza ni nini? Na wache. Chana. So watu wajue hivyo, it's not always about nyinyi kufanya hiyo kitu inaleta mtoto. It's not about kukuwa na pesa. Sio nyamazisha baby. Wewe. What's up? Don't tell me what to do. It's not always about kwenda supermarket, kusave pesa uende supermarket ununue mtoto. Si tuliambia watoto kubaliwa super. It's not always about that. It's also about the God kukufikisha kwa supermarket. Ukuwa safe na upate watoto wako. Sawa? Allah akubariki naye and you're good to go. Otherwise, thank you I think for me that's it. Yeah, for me that's it also. Ama anything else? Sina kitu kingine. We can only say make sure you subscribe, comment. Amo shakat. Bado. Okay, make sure you subscribe, share, comment, engage with us, bana. And stay tuned for more interesting videos. Adios, muchachos. Ama director uko na mambo Before tukate, ni lessons gani umelearn by the way? Kwa hiyo yote hii kila kitu imefanyika. The first lesson I learned. Pregnancy jane. The first lesson, most important thing I've learned is we don't need to really stress so much on what will happen after kupata mtoto, because most people wanakuanga afraid of nipate mtoto atakula nini, atafanya nini. First of all, don't worry about that.
first of all worry about kuomba Mungu kwanza akupatie hiyo grace ya utapata mtoto. Ukishapata hiyo ball, walk that journey with God. At the end of the day, stani inakuja. Stima inataka kutufanya mbaya. Okay. So at the end of the day, it's gonna be alright. Sisi by the way, kulea mtoto is not about diapers. Diaper hata si kitu hizo kusumbua hata kidogo. Hey, kuna vitu zinaitwa Epimol, sijui mafuta gani, sijui ni nini. Wewe, mafuta za 2 ya mtoto is not easy, but otherwise you just move on. But na Mungu ana provide. You last minute ile dakika ya 90 mtu wangu. Unadhaningi ati sasa nitatoa hapi. Unaonanga tu deal imekuja. Njia zinafunguka tu You don't know how, it just happens. Unaona, hata kama mtu akaanza lala njaa. In fact, kana lala njaa na kana nyonya for 2 years. Anaweza nyonya tu. Unaona? So for you ni wewe ukwenda unajipanga your time. That's one of the lessons I've learned. And you? For me, you should be patient with your partner. Because kila mtu ako na mambo yake anapitia. Hadi hiyo partner wako mwenye unaona hapo. So you should be patient with your partner, mwelewane. Yeah. And everything. And also walk the journey with God. Because with God everything is possible. With God utapata mtoto. With God uta have a safe delivery. Wewe. God, waambie with God Mungu atawaprovidea. Juu nataka kuongea sana. So yeah. Everything ni Mungu tu. Bas. Sawa, ni vile mtu tunakuwa interesting. Sasa ndio maana nimecheka because she is behaving in a way. Sawa bas. Okay guys, adios muchachos. See you in the next video and make sure you follow us online on TikTok, Instagram and subscribe to our YouTube channel. Adios.